Kwani wale waliokuleta hapa ni akina nani? Sasa ndugu yangu, mimi nitajuaje wakati umesema nilikuwa nimekufa? Walisema wewe ni ndugu yao umefariki. Sasa hawakutaka mambo mengi, wakaona wakuzike mapema. Sasa mimi niliwakosea nini mpaka wanataka kunipotezea bure maisha yangu jamani? Sijui kwa nini haya majanga yanamfuata mimi tu jamani. Kwani nilikosea wapi mimi? Mbona kila siku ni mimi tu? Chimba makaburi, Francois alimwangalia Jeanine kisha akamuuliza na kusema, "Vipi kwani?" Jeanine alitabasamu kisha akamwambia, "Relax Francois. Bujumbura ni mji wangu. Hakuna anayeweza kunitenganisha na Bujumbura." Alisema Jeanine kisha akaendelea baada ya kuona Francois hajamuelewa. Sasa tutaendelea na sehemu ya 10. Mjinga sana yule. Anakwenda kulazwa na hatoamka tena. Nimewapa dili mashaulini wakammalize. Alisema Jeanine na Francois katikisa kichwa kukubali kisha akasema, "Afadhali, maana bila hivyo ingekuwa noma sana." Alimalizia Francois na Jeanine akatabasamu tu bila kusema neno. Chonge alitoka pale nyumbani kwa Jeanine, akasimama kidogo mbele ya geti akitafakari aende wapi. Kwani mpaka wakati huo tumaini lake lilizimika kabisa. Hakuona mtu mwingine wa kuweza kumsaidia, kwani tegemeo lake lilikuwa kwa mkewe Jeanine. Lakini sasa Jeanine anaishi na mwanaume mwingine, na mbaya zaidi kamtimua kwa kumtamkia maneno mabaya sana. Hakuwa na la kufanya, akaamua kuondoka. Akili yake ikamwambia atafute sehemu yoyote itakayokuwa salama akakae mpaka asubuhi, na baada ya hapo atatafuta cha kufanya. Lakini wakati amesimama akitafakari yote hayo, hakujua kuwa kuna watu tayari walikuwa wanamchunguza. Na alipoanza kutembea pia hakujua kuna watu wanaomfuatilia taratibu. Watu hao waliokuwa wanamfuatilia Chonge walikuwa 4. 3 walikuwa ndani ya gari lao, na mmoja ndo alikuwa anatembea kwa mguu akiongozana na Chonge bila Chonge mwenyewe kujua, kwani barabara zilikuwa na watu wengi na magari mengi, hivyo hakuweza kuhofia chochote. Ilikuwa tayari ni majira ya saa 12. Chonge hakujua wapi atapata chakula na wala hakujua atakwenda kulala wapi. Akajikuta anatamani tena kama angeendelea kukaa jela, kwani kule alikuwa anakula japo chakula hakikuwa kizuri, lakini pia kule alikuwa analala japo alikuwa analala sehemu ambayo sio nzuri. Alitembea kwa miguu bila kujua anakwenda wapi. Mahesabu yake alitaka aende maeneo ya mto Ndahangwa pale shule ya Boston au Lycée de Ntahangwa. Maeneo yale kuna miti na garden nzuri, lakini pia baadhi ya majengo hayana madirisha. Anaweza akajipenyeza na kuingia ndani ya darasa moja, akalala hapo mpaka asubuhi, na baada ya hapo atajua nini cha kufanya. Chonge alitembea mpaka akafika pale shule ya Boston. Ilikuwa tayari ni saa 2 za usiku. Akiwa bado anaangalia mazingira na jinsi gani afanye, alishangaa kuona mtu akimsogelea. Kwanza alihisi ni mlinzi wa pale shule ya Lycée de Ntahangwa akimsogelea, hivyo akasimama kumsikiliza atamwambia nini. Mtu yule alimsogelea, lakini kabla hata hajasema chochote, mtu huyo alimchota mtama wa nguvu. Chonge alipaa juu kisha akadondoka chini kama mzigo. Kabla hata hajajizoazoa, wakatokea watu wengine 3, wakamvamia Chonge na kuanza kumpa kipigo cha mbwa koko. Chonge alikuwa hajaelewa ni nini kinaendelea, maana kila kitu kwake kilikuwa ghafla. Akataka kupiga kelele ili aombe msaada kwa walinzi wa pale shule ya Boston, lakini mmoja kati ya wale watu akampiga kabali mbaya sana, na Chonge akaona pumzi zinakata ukiachia mbali kutoa sauti. Sauti itatokaje kama pumzi tu hazitoki? Ilikuwa ni kabali moja matata sana, yaani ukisikia form 6 basi ilikuwa ni cha mtoto. Hii ilikuwa ni form 7. Jamaa alimng'ang'ania kwa muda mrefu, na Chonge akajitahidi kufurukuta, lakini hakuweza kujiokoa, kwani wengine walikuwa wamemshika miguu na mikono. Chonge akafurukuta na mwisho wa siku akaregea na pumzi zikakata. Kuona hivyo, jamaa wakamtupa chini, wakamkagua kuona kama amekata pumzi kweli. Walipoona hapumui, wakajiridhisha kuwa tayari wamemmaliza. Wakamchukua na kumweka kwenye mfuko wa Junia. Kwanza walitaka wamtupe ndani ya mto Ntahangwa, lakini wakagundua kwa kufanya hivyo maiti itaokotwa, na ikiokotwa uchunguzi utafanyika kujua mtu huyo amekufaje na nani kamuua. Wakaona wakamzike kabisa. Wakambeba na kumpakia kwenye gari lao, kisha wakaanza safari usiku huo kwenda kumzika walikokusudia. Walitaka wakapoteze kabisa ushahidi. Hawakutaka kusikia habari kuwa kuna maiti imeokotwa sehemu. Safari yao ilikuwa ndefu kidogo, yaani waliipeleka maiti ya Chonge kwenda kuizika mbali. Safari yao iliwapeleka mpaka makaburi ya Nyabaranda. Walipofika maeneo hayo, walipaki gari lao sehemu, wakashuka na kumtafuta mlinzi wa eneo hilo. Walipomwona walimsogelea na kumwambia, "Samahani mkuu, kuna shimo liko tayari tukupatie pesa utufanyie kazi yetu." Aliongea mmoja wa watu hao wanaojiita Mashaolin. Mlinzi ni kama hakuwaelewa, hivyo akauliza na kusema, "Mashimo yapo mengi tu. Sema sijakuelewa. Unaposema mnipe pesa niwafanyie kazi yenu."
alisema mlinzi, na yule mtu akasema tena katika hali ya kumwelewesha na kusema, iko hivi bosi, tuna ndugu yetu amefariki. Sasa sisi mambo ya kusubiria nini, sijui nani afike, hayo mambo sisi hatunaga. Sasa kuna milioni 1 yako hapa, tunakupatia sasa hivi, unatuzikia mtu wetu. Kama uko tayari, pesa hii hapa, na mtu wetu yupo kwenye gari. Hata ukitaka tukusaidie pia sawa, tunaweza kufanya hivyo. Sema muda huu najua haturuhusiwi sisi kufanya shughuli yoyote hapa, si ndio? Alisema mtu huyo, na mlinzi akatulia kidogo akitafakari. Kazi ya kulinda na kuchimba makaburi ameifanya kwa miaka mingi sana, lakini hata siku moja hajawahi kushika hata 200,000 mkononi kwake. Sasa anapata milioni 1 ya ghafla. Kwa nini aiache? Hakutaka kupoteza muda, akafunguka na kusema, sasa sikilizeni, ipeni hiyo pesa kwanza, alafu bebeni huo mwili mnifuate, alisema mlinzi. Jamaa hakupoteza muda, akampa franga milioni 1, kisha wakarudi kwenye gari lao, wakaubeba mwili wa Chonge na kuingia nao ndani ya eneo la makaburi. Wakaongozana mpaka karibia na mwisho wa makaburi. Kwa ndani kabisa kulikuwa kuna mashimo kama 4 yaliyochimbwa tayari kusubiria wateja. Mlinzi akawaambia na kusema, utupeni huo mwili humo kwenye shimo hili hapa, kisha ondokeni, mengine yote niachieni mimi mwenyewe, alisema mlinzi. Na wale jamaa hawakuchelewa, wakatupia mwili wa Chonge ndani ya shimo moja la kaburi, kisha wakaondoka zao. Lakini kabla hawajafika mbali, mlinzi akasema, sasa nikimwekea msalaba niandike jina gani? Alisema mlinzi. Na wale jamaa wakatafakari kidogo, kisha mmoja akasema, una peni hapo? Lete nikuandikie jina kabisa, maana nikikutajia unaweza kusahau, alisema jamaa. Na mlinzi akampatia peni. Jamaa akapokea peni na kuandika jina lilobuni yeye mwenyewe kwenye kipande cha karatasi, kisha akampatia mlinzi kikaratasi hicho. Mlinzi alikiangalia kikaratasi kile, kisha akakisoma. Manirakiza Didier ndo jina lake, si ndio? Alisoma mlinzi na kuuliza. Wale jamaa walitikia kwa pamoja, kisha hao wakaondoka zao. Mlinzi alirudi kuangalia ule mwili ndani ya shimo uliokuwa kwenye mfuko wa gunia, kisha akajisemea, hawa jamaa najua wamenidanganya, huyu mtu atakuwa wamemuua tu, lakini mimi hilo sio tatizo langu, halinihusu kabisa, ili mradi nimeshapiga hela ya maana hapa, ngoja nikachukue vifaa nimalize kazi yao, mengine watajua wenyewe, alijisemea mlinzi. Kisha akaondoka kwenda kwenye banda lake kuchukua chepe ili aje aufukie mwili wa Chonge. Huku nyuma, Chonge akiwa ndani ya mfuko wa gunia alizinduka na kuanza kukohoa kwa nguvu. Akaangalia huku na huku, lakini akajiona kama yuko ndani ya mfuko. Akaanza kufurukuta, na bahati nzuri kichwa chake kikatoka ndani ya mfuko, kwani mfuko ulikuwa haujafungwa kwa juu. Akaangalia huku na huku tena, huku akiendelea kukohoa. Akajiona kama yuko ndani ya kajumba kadogo sana ka udongo mtupu, lakini alipoangalia juu akaona mbingu na nyota. Hakuelewa ile ni sehemu gani. Kachumba hakakuwa karefu sana, lakini kalikuwa ni udongo mtupu. Akawa anajiuliza pale ni wapi na alifikaje pale. Mwili wake ulikuwa unamuuma sana, lakini kumbukumbu ikamjia kuwa mara ya mwisho alikuwa maeneo ya shule ya Lycée Ntahangwa. Akakumbuka pia kuwa alivamiwa na watu wakaanza kumpiga, na baada ya hapo hakukumbuka kitu tena. Akaanza kujiuliza ni watu gani waliomvamia, lakini hakupata jibu. Akajiuliza tena alifikaje pale na pale ni wapi, lakini bado hakupata jibu. Akataka kunyanyuka apande juu kutoka ndani ya kale kachumba ambako hakakuwa hata na mlango, lakini ghafla akashangaa kuona mtu amesimama juu yake. Hakumuona sura kwa vile kulikuwa kuna giza, lakini aliamini kuwa mtu yule. Alishangaa kumuona kwani alimsikia akisema, Hamadi, hii nini tena? Chonge akataka kusimama, lakini mwili wake ulikuwa unamuuma sana. Akajikuta anapaza sauti na kumwambia mtu yule, wewe ni nani? Naomba nisaidie tafadhali, alisema Chonge. Na mtu yule akaendelea kumtolea macho japo kulikuwa kuna giza. Kisha akajikuta anauliza kwa wahaka, wewe ni mzima? Mbona unaongea? Hujafa? Aliuliza kwa kigugumizi mtu yule ambaye alikuwa ni yule mlinzi aliyewaka rudi na vifaa ili amzike kabisa Chonge. Chonge alikurupuka na kusema, sijafa? Sijafa kivipi? Unamaanisha nini? Aliongea Chonge kwa hamaki, na mlinzi akadakia na kusema, ndio, ulikuwa umekufa mbona? Wewe unadhani hapo uko wapi? Aliongea mlinzi, na Chonge akahamaki tena, nilikufa? Kwani hapa niko wapi? Aliendelea kuhoji Chonge kwa hamaki, akiangalia huku na huku ndani ya lile shimo la kaburi. Na mlinzi akaongea tena na kusema, hilo ni shimo la kaburi? Hapa nilikuwa nimekuja na chepe ili hapa ili nikufukie, alisema mlinzi yule akimonyesha Chonge chepe. Chonge akahamaki tena na kusema, he, ina maana hapa niko ndani ya kaburi kumbe? Nilifikaje hapa? Hebu tafadhali nisaidie nitoke humu, alisema Chonge akinyoosha mkono akimwomba mlinzi amsaidie. Mlinzi aliushika mkono wa Chonge na kumvutia juu. Baada ya kufika juu, Chonge alikaa chini akilalamika maumivu ya mwili. Mwili wake ulikuwa unamuuma sana. Mlinzi alichukua tochi yake iliyokuwa mfukoni akammulika ili kumtazama vizuri. Na baada ya kumkagua alitamka na kusema, unaonekana kama mtu uliyepigwa sana na unahitaji kwenda hospitali. Hebu twende ukapumzike pale kwenye kibanda changu, alisema mlinzi akimsaidia kusimama. Kisha akaupachika mkono wa Chonge juu ya shingo yake kumsaidia kutembea. Aliongozana naye mpaka ndani ya kibanda chake kilichokuwa na mkeka tu na mto, kisha akamlaza hapo. Baadaye alimtazama kwa muda, kisha akamuuliza na kusema, kwani wale waliokuleta hapa ni akina nani?
Sasa ndugu yangu, mimi nitajuaje wakati umesema nilikuwa nimekufa? Aliongea Chonge na mlinzi akaendelea na kusema, walisema wewe ni ndugu yao umefariki. Sasa hawakutaka mambo mengi, wakaona wakuzike mapema. Aliongea mlinzi na Chonge akahamaki tena na kusema, ndugu yao? Mimi sina ndugu, na kwanza sielewi wala sijui hata ni watu gani unaowazungumzia wewe. Mlinzi akakaa kimya kwa muda kisha akamuuliza tena na kusema, ina maana hukumbuki kama ulikutana na wale watu sehemu? Au labda wao ndo waliokupiga? Maana naona kama hili swala lenu lina ukakasi. Alizidi kuuliza mlinzi kwa udadisi. Chonge alitafakari kwa muda. Anakumbuka kweli alivamiwa na watu, lakini hakumbuki kilichotokea baada ya kuvamiwa. Alimwangalia yule mlinzi aliyekuwa bado kamkodolea macho kisha akasema, nakumbuka nilivamiwa na watu 4. Walinipiga kweli kweli. Mmoja akanikaba nikapoteza fahamu. Baada ya hapo sikumbuki chochote. Alisema Chonge na yule mlinzi akamtolea macho na kusema, unasema walikuwa 4? Alisema mlinzi. Na Chonge akaitikia kwa kusema, ndiyo, nakumbuka walikuwa 4. Wa kwanza alinivamia akanichota mtama. Kisha wengine 3 wakatokea na kunitembezea kipigo. Nakumbuka vizuri sana lakini sijui ni kina nani. Alisema Chonge na mlinzi akadakia, basi yawezekana ndo hao waliokuleta hapa. Maana walikuwa 4. Naona walidhani wamekuua wakataka kupoteza ushahidi kwa kukuzika kabisa. Aliongea mlinzi na Chonge akadakia na kusema, sasa mimi niliwakosea nini mpaka wanataka kunipotezea bure maisha yangu jamani? Aliongea Chonge kwa masikitiko na huku machozi yakianza kumdondoka kisha akaendelea na kusema, sijui kwa nini haya majanga yanamfuata mimi tu jamani. Kwani nilikosea wapi mimi? Mbona kila siku ni mimi tu? Aliendelea kuongea Chonge huku akiangua kilio cha kwikwi. Mlinzi alimwangalia kwa kumuonea huruma kisha akamuuliza na kusema, kwani kuna mtu au watu uliokuwa na tofauti nao? Aliuliza mlinzi na Chonge akajibu, mimi sijawahi kutofautiana na mtu yoyote hapa nchini. Aliongea Chonge kwa masikitiko lakini ghafla alitulia kidogo na kutafakari. Akili yake ilimpeleka moja kwa moja kwa Jenin. Akaanza kuyafikiria mabadiliko ya Jenin toka walipoanza kuishi wote. Lakini baadaye Jenin alijirudi. Akakumbuka alivyopelekwa mahakamani na Jenin akashindwa kumletea wakili kwa kisingizio kwamba mawakili wamekataa kusimamia kesi za wizi wa mali za serikali. Sawa, mawakili walikataa kusimamia kesi za wizi wa mali za serikali. Lakini yeye mwenyewe sasa mbona hakuja hata kunifariji nikiwa mahakamani? Mbaya zaidi nakumbuka nikiwa mahakamani alinikatia simu na ikazimwa kabisa. Alikuwa na maana gani? Aliendelea kujiwazia Chonge. Natoka nilivyopelekwa mahakamani mpaka natoka, hakuwahi hata siku moja kuja kunijulia hali. Badala yake kumbe alishakuwa na mwanaume mwingine. Aliendelea kujiwazia Chonge na ghafla ile kauli ya Jenin ikajirudia tena kichwani kwake. Hebu niondokee hapa, kama kufa nenda kafie huko mbele. Baada ya kauli hiyo kujirudia kichwani kwake, akakumbuka kuwa baada ya kutoka kwa Jenin ndo alivamiwa na kutaka kuuawa. Japo waliompiga waliamini kwa tayari wamemuua. Akili ya Chonge ilianza kufanya kazi haraka haraka. Ni kama kuna taa ya ufahamu iliwaka akilini kwake baada ya kuyaunganisha matukio yote yaliyomtokea. Akajikuta anajisemea kimoyomoyo. Alijisemea nini Chonge? Basi usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ili uweze kujua ni nini kitakachoendelea katika simulizi hii ya Mchimba Makaburi. Kumbuka kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila sehemu ninayoiweka kufikia moja kwa moja kwenye simu yako kama notification. Lakini pia kumbuka kuniambia unanifuatilia kutoka wapi, kutoka nchi gani na mkoa gani. Hii inanipa motisha mimi kuendelea kukuletea vitu vizuri zaidi. Kumbuka hiki ni kisa cha Mchimba Makaburi na mimi ni Director Mo. Tukutane next time. Ciao.